Sasa leo tutaangalia jambo lile ambalo linafunika uchumi imara, ni maombi yenye tija. Tunajifunza leo maombi yenye tija yatasaidia kuweza kukuza uchumi, lakini vile kuulinda uchumi na kuhifadhi uchumi wako ili uendelee kuwa imara. Na ule ambao uzaliwe, ukue, ulelewe vizuri. Maombi ndio kigezo kikubwa sana ambacho kinafanya hata mambo mengi yaweze kusimama. Kwa nini? Biblia inasema, Yesu akasema, ombeni msije mkaingia majaribuni. Kwa sababu unapojenga uchumi imara, kuna mambo mengi yanajitokeza. Kuna washawishi wanajitokeza. Kuna maadui wanajitokeza. Kuna watu ambao hawapendi kuona wewe unastawi wanajitokeza. Sasa hao wakijitokeza, je, una ngao gani ya kujilinda? Una ngao gani ambayo itakufanya wewe uendelee kushinda, uendelee kuwa na nguvu? Ni kupitia maombi. Kwa sababu maombi tunatakiwa tuombe kila siku zote. Amen, watu wa Mungu. Amen. Na anasema ombeni msije mkaingia majaribuni. Msije mkajaribiwa. Kuna watu wengine hata adui anaweza sitokee, lakini kwa sababu ya mafanikio yaliyopatikana makubwa yaliyojengwa kwenye uchumi huu imara, mtu anapoteza kitu fulani, anapoteza umakini, anapoteza msimamo, anapoteza upendo ule wa awali ama Mungu alimpenda akiwa kwenye hali ya chini kabisa. Lakini kwa sababu anakuwa kama vijana fulani ambao si waadilifu wala si wenye heshima, ambao akisha kuwa akijiona kwamba yeye ni mkubwa, ana kila kitu, anadharau hata wazazi wake. Kwa hiyo hata Mungu ni mzazi wetu. Ndio maana sasa tunafundishana kuzingatia maombi. Na maombi hayo lazima yawe ni maombi yenye tija, maombi yenye majibu, maombi ya kweli, maombi ambayo ni accurate, tungeweza kusema, ambayo ni sahihi. Maana wakati mwingine tumepiga kelele, maana wakati mwingine tumepayuka. Hata kama uliomba kimoyo ulipayuka, kwa sababu kuna namna msingi wa kuomba unatakiwa. Na leo huo ndio tutaangalia. Tunayo funguo ambayo inatakiwa kutuongoza sisi katika maombi. Ingia kwenye chumba chako cha ndani. Utafuta nini kwenye chumba cha ndani? Ukishaingia kwenye chumba chako cha ndani, anasema funga mlango wako. Kwa sababu kuna milango ukiacha wazi, ukiacha mlango, kuna maadui watafuata. Wakati wewe umeingia, unampa Bwana hoja zako, unampelekea Bwana mahitaji yako, unamwambia Bwana shida zako, unapomwambia Bwana mipango yako, unapomwambia Bwana, kama uliacha mlango wazi, maadui watakuja kusikiliza. Na anasema ukishaingia ndani, funga mlango wako. Funga, zuia maadui, zuia waingiaji, zuia gate crashers. Kuna watu ambao wanapenda kuingia sehemu bila idhini. Ndio maana hata kwenye maharusi wanaweka kadi ili mtu nje ndio kizuizi, huo ndio mlango wa kumzuia. Lakini wewe usalipo, Biblia inasema swala la kusali ni muhimu. Swala la kusali, supplication is very much important before the Lord. Maombi ni jambo la muhimu. Maombi ni maisha. Maombi ni uzima. Maombi, afadhali hata uchumi ujengeke ambao si wa kawaida, lakini uwe na nguvu kwenye maombi. Afadhali hata uchumi wako yumbe wako uone mtu ovyo, lakini uwe imara katika maombi. Kwa sababu imani yako ukichanganya na maombi, milima yote itamoka. Watu wana milima migumu, solid rocks. Kuna miamba migumu imejimalisha, imejikita, imejisimika katikati ya maisha ya watu, imejisimika katikati ya kazi za watu, imejisimika kwenye masomo ya watu, imejisimika kwenye mafanikio ya watu. Miamba na milima ipo, lakini Yesu amesema leo ataiondoa milima. Mkikubali na kutii, mtakula mema nchi. Ukikubali na kutii, utakula mema ya nchi. Maana kuna mwaliko mkubwa sana. Yesu anasema, nileteeni fadhaa zenu zote, nileteeni mizigo. Tunanyenyekea mizigo, tumekana mizigo, tunaikumbatia, tumejifunganisha na mizigo. Yesu anasema achia leo, kwa sababu kupitia maombi yenye tija utaachia. Shetani ataachia, ibilisi ataachia, wachawi wataachia, hawatakugusa. Maana wewe utakuwa ni moto, utakuwa ushikiki katika jina la Yesu Kristo. Wewe usalipo, ingia kwenye chumba chako cha ndani. Ukishaingia kwenye chumba chako cha ndani, funga mlango. Sema nafunga mlango leo. Nimeshaingia na nafunga mlango leo.
ili kusudi baba yako aunaye silini, baba yako anayesikia silini atakusikia. Ondoa, funga hizo kelele kwamba ugonjwa huu umekuwa wa siku nyingi, ugonjwa huu ni kroniki. Ondoa taarifa hiyo, ondoa taarifa hiyo, ondoa taarifa hiyo. Ni kizuizi, taarifa. Ondoa, funga mlango, maana shetani anang'ania mlango uendelee kwa wazi, akuletea taarifa kwamba huu ni ugonjwa wa siku nyingi, huu hauwezekani, hiki hakiwezekani. There is no impossible thing before the Lord. Hakuna jambo lisilowezekana. Hakuna jambo ambalo haliwezekani. Ingia chumba chako cha ndani leo. Zama hapa tunapoongea. Zama, ingia ndani, funga mlango. Mwambie Baba wa mbinguni. Mwambie Yesu. Mwambie Yesu. Mwambie Yesu. Mwambie anaweza. Mwambie Yesu. Mwambie Yesu. Mwambie Yesu. Mwambie anaweza. Mwambie. Maombi ni muhimu. Maombi ni nyundo. Maombi ni silaha. Maombi ni moto. Maombi yanachana. Maombi yanavunja mipango yote ya ibilisi. Maombi yanasambaratisha mipango yote ya ibilisi. Hata angejenga mnara mrefu namna gani unaoona, lakini mbele ya maombi mnara huo utasambaratika. Shetani ameshika maisha ya watu, kayashikilia vile vimechuka juu kwa juu, yananing'inia, hayakanyagi chini. Lakini Yesu anasema, wewe usalipo, ingia kwenye chumba chako cha ndani. Yeye ndio kimbilio letu na nguvu. Ni msaada ulio karibu. Watu wengi wanakaa mbali, wachomba wanakaa mbali, shangazi wanakuwa mbali, hata kaka zetu wanakuwa mbali, wadogo zetu wanakuwa mbali. Lakini Yesu yupo hapa. Yesu yupo hapa leo. Yesu yupo hapa leo. Mkononi mwangu sina kitu, lakini Yesu nilimleta. Yeye anasema, ingia kwenye chumba chako cha ndani. Ingia sasa, chukua hatua, funga mlango, mwambie Bwana mambo ambayo yanakusibu na kutesa. Kwa hiyo Bwana anatuambia tushukuru kwa kila jambo. Mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Bwana humponya na haya yote. Mateso ya mwenye haki yamejaa mengi sana. Usije ukapata mateso mengi ukasema mimi sina haki. Una haki. Kwa sababu tumeambiwa kwamba mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Bwana humponya na haya. Zengo la Danieli ilipofika saa kwamba that is high time wamuingize kwenye tundu la simba. Simba waliokuwa na njaa. Simba na uwezo wa kukaa na njaa siku 21. Lakini inaonekana wale waliwazidishia. Siku zikawa nyingi zaidi. Wakamchukua Danieli, mtu aliyesoma, anayejua neno. Danieli ambaye kusoma Danieli sura 6 mstari wa 3. Anasema Danieli alipata kibali. Mtu mwenye roho bora. Hapa watu wengine ni wazinzi, hapa watu wengine ni wezi, sio waaminifu, lakini ikipata tabu kidogo niko lalamika. Tunamsoma Danieli hakulalamika. Pamoja na kuwa na roho bora, alikuwa tayari kuface the tribulation that was before him. Alikubali kukumbana na mateso, shida, dhiki, tabu ambayo alikuwa anamngojea. Wakamshika wakampeleka. Shetani anaweza kupigania kama ni mwaminifu, anageuka. Wewe upiganiwe. Asubuhi na mapema, alfajiri akawahi kwenda kwenye tundu la simba. Akamwona Danieli, anasema wastahili wewe Bwana, kama kawaida yake. Wastahili wewe Bwana kupokea utukufu. Wastahili wewe Bwana kupokea utukufu. Danieli aliomba kwa Mungu, naomba nisaidie kupigana hii vita. Nipe nguvu. Mungu akampa nguvu. Akapigana. Maadui walikuwa hawaishi. Sasa akasema hii ni kero, kwa nini adui hawaishi? Akasema Mungu, ninaomba kitu kingine. Akasema sema. Kwa sababu Mungu ni mwanadiplomasia mkubwa. Mungu hafosi mtu. Mungu anasema nimeandaa chakula. Kama ukichukua ukala, it's up to you. Ukifa njaa ni juu yako. Kwanza unadumisha uhai. Ukitaka uhai wako udumu, lazima ufanye maombi. Kama Mkristo hai, ni lazima ufanye maombi. Kwa hiyo maombi sio option. Maombi sio kitu cha ziada. Maombi ni msingi. Na Yesu mwenyewe aliagiza. Siku moja
alipopanda kule mlimani kuomba, akawaacha wanafunzi akisema bakini hapa mkiomba. Akaenda mbele zaidi. Alipotoka kutoka kule kutoa milalo usingizi, akasema ndugu zangu, hamweza kuomba hata saa moja. Omba angalau kwa saa moja. Lakini maombi ni utumishi. Unapomwomba Mungu, wewe unakuwa mtumishi wake, kwa sababu mtaongea, mtajibizana, mtabadilishana mawazo, na Mungu ataangalia unamwomba nini. Cha tatu, unaendeleza maisha. Kwa sababu unaanza kuona maisha leo unamwomba Mungu akakupa mambo mazuri. You don't pray, hutaendeleza raha maisha yako. 4, maombi ni kutekeleza maagizo na maelekezo. Kwa sababu kupitia maombi unaweza kuelekeza kitu cha kufanya. Hapa duniani kutafuta kilichopotea, ni mimi na wewe, atuita kwake tupate wokovu. Gharama ya wokovu Yesu alishalipa alipotufia pale msalabani. Hatia mashitaka Yesu alifuta, sasa tuko huru, si watumwa tena. Imekwisha, imekwisha. Yesu alitangaza ukombozi kwa wote. Imekwisha, imekwisha. Kufufuka kwake ushindi tumepata. Imekwisha, imekwisha. Funguo za mauti shetani alinyang'anywa. Imekwisha, imekwisha. Ushindi wa Yesu twaushangilia. Yesu alipaa kwenda juu mbinguni kuanda